Daktari, mwanzo ulikuwa unazungumza kuhusiana na ile aina aliyofanywa ndugu yetu Masai kwenye ubongo. Ndio. Kuna teknolojia gani nyingine ambayo inayowavutia watu wengi kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu tofauti na hii? Asante. Teknolojia nyingine inayovutia watu wengi ni kufanyiwa upasuaji kwa msaada wa robot. Tumezoea sasa hivi ukiwa unafanyia operation yani unakuta daktari ndo anahangaika vifaa nini. Ya kwa sasa hivi dunia imeenda mbali. Kwa mfano juzi tuna mgonjwa ambaye amefanyiwa operation akiwa Bangalore, daktari wake alikuwa yuko New Delhi. Sijui umenielewa. Watu wanaishi 2030, wewe upo 2025. Sasa faida ya kufanyiwa operation na robot ni nini? Kwanza ufanisi wa yale matibabu unakuwa wa hali ya juu. Pili, inapunguza trauma au kuumizwa na ile operation. Tatu, unaweza kupona haraka na kuendelea na majukumu yako. Kwa vitu vitatu: efficiency, ule ufanisi, lakini pili, trauma inakuwa ndogo, haumizwi, lakini tatu, unawahi kurudi kwenye majukumu yake. Kwa sababu kila mtu anatamani akishatibiwa arudi kwenye shughuli zake kabisa. Yes, kwa hiyo huduma ya kufanyia operation kwa kutumia robot unaweza kuipata. Hiyo moja. Lakini pili, kuna teknolojia moja ambayo watu wengi pia wanaikimbilia nje, ni pale mtu ambapo anatakiwa afanyiwe upandikizaji kwa swala la uzazi. Wamehangaika kupata watoto. Alafu yule mwanamke unakuta either kizazi kishatolewa, sijui unanielewa. Yaani mwanamke anataka mtoto afu kizazi kishatolewa. Unajua ni kama muujiza. Sasa unapataje mtoto? Au mwingine kashaambiwa kabisa we mgumba uzai na hautazaa. Kwa sasa hivi tuna technology inaitwa surrogacy. Surrogacy ni ile teknolojia ambayo anatafutwa mtu, mayai yako yanachukuliwa na mbegu za mume wako au mwenza wako, alafu anabeba mtu ujauzito kwa niaba yenu. Ninyi mnaendelea tu na shughuli zenu kama kawaida. Akishajifungua anakukabidhi mtoto wako. Na yule ni mtoto wako kwa kila kitu, kwa sababu vinasaba ni vya kwako wewe mama pamoja na mwenza wako. Umeelewa? Lakini tatu, tuna teknolojia sasa hivi ya kuweka mabega bandia. Unajua hizi nchi zetu bado sasa hizi tunaweka magoti na nyonga. Ila tuna watu wengi sana, yani hata ukimwambia ajiguse sikio hawezi. Yani unaona gusa sikio, mkono unamuuma, unashindwa, yani bega haliwezi move. Kuna watu ambao ni wana michezo, yani kama hivi hata kujikuna mgongoni anaomba nikune hapo, akiwa anaoga nisugue huko. Ndio maana hata kwenye supermarket naonaga vile vinauza kusaidia watu aina hiyo. Sasa kuna teknolojia ya kuwekewa bega bandia. Kwa hiyo kama una ndugu, jamaa, rafiki, bega halifanyi kazi vizuri, linauma, limekakamaa, kuna tiba ya kuwekewa bega bandia pamoja na enka. Bado ni eneo ambalo watu wengi wanapata shida. Tuna teknolojia ya upandikizaji wa utumbo. Yes. Mtu aliugua typhoid labda. Typhoid hii. Shapata mgonjwa mmoja amefanyiwa operation mara 14. Sababu aliugua typhoid, ina tabia ya kutoboa utumbo katika maeneo kidogo maeneo tofauti. Kwa ameenda operation ya kwanza wamekata lile eneo lililotoboka, amerudi amekaa wodini siku 2, utumbo kumbe umetoboka sehemu nyingine. Ukarudi tena kuja kugundua kumbe ni typhoid. Kwa hiyo akajikuta wameshakata karibia 75% ya utumbo. Amebaki na 25%. Anafanyaje? Kwa sasa changamoto yake ni nini? Yaani unakula ugali unajisaidia utonge. Sijui umenielewa. Utonge na nyama. Yani vile lilivyoingia ndio linavyotoka. Yani haiwezi kufanya ile digestion. Na absorption pia ya chakula maana yake inatokea kwenye utumbo mwembamba. Kwa hiyo inabidi apandikizwe kipande cha utumbo kipya kiweke. Kwa hiyo kama una ndugu yoyote ana matatizo ya kwenye utumbo pia, hiyo teknolojia ama anayetusikiliza hivi sasa inawezekana ana changamoto hiyo. Lakini sasa hivi tuna upandikizaji wa sura. Kuna mtu amemwagiwa maji ya moto au tindikali, ile profile yake yote imeharibika. Kwa sasa hivi tuna teknoloji ya upandikizaji wa sura. Kwa unawekewa hichi kipande hichi chote kipya, unakuwa na sura yako ile itatofautiana kidogo. Watajaribu kufanya
configuration iendane na awali, itatofautiana kidogo, lakini at least wewe utakuwa ni wewe. Umenielewa? Kwa sababu ubongo si wako, akili ni zako, kila kitu. Tunabadilisha muonekano, unakaa vizuri, at least uweze kurudi. Hiyo ni michache, zipo mingi, lakini kwa faida ya wasikilizaji, tukija ya nyingine ya muhimu niligusia ni issue ya figo, especially unapokuwa magrupu ya damu kati ya mtoaji na mpokeaji haya maji. Naam. Dokta, umezungumza vitu vingi, lakini kuna mtu mwingine anaweza akajiuliza kwamba mume ama mke anatusikiliza hivi sasa. Naam. Sasa kwa nini sasa mtu mwenye changamoto ya afya alikwe? Yani kwa nini? Yani kwamba kwa mimi kuna changamoto ya afya, sawa, ya uzazi. Sasa kwa nini niende Tanric Medical Tourism Agency? Asante sana. Watu wengi wenye changamoto ya afya ya uzazi ninaokutana nao, kwanza unakuta hawajafanyiwa vipimo vya kina kupata ile sababu ya msingi why hawapati watoto. Kwa ukija Tanric, ile why tunaitafutia solution. Kwa hiyo tutahakikisha tunakufanyia vipimo vyote vya msingi ili kujua kwanza kinachosababisha usipate mtoto ni kitu gani. Sababu ukishaweza kujua hivyo ndio utapata solution. Sababu wengi unakuta na madumu huko nyumbani anakunywa, amechukua sijui Magomeni kwa mtaalamu gani, amepewa madawa yote ya mizizi yote ya Tanzania iliyoshusha anywa bibi. Mama yangu ukimuuliza uliambiwa una shida gani, ameniambia tu hiyo inatibu kila kitu. Yani hana majibu yaliyo. Na alikuwa na shida ndio maana kila kitu anakunywa. Kwa hiyo tutakusaidia kufanya uchunguzi wa kina kujua sababu yako. Lakini pili, tukishaijua shida, tutakusaidia kupata yule mtu sahihi ambaye ana uwezo wa kutibu hiyo shida. Unajua hata matatizo ya uzazi siku hizi yamegawanyika pia. Sisi tunajua daktari gani ndio sahihi wa hiyo shida yako. Kwa hiyo hautakuwa na zile za kuhangaika. Hapo tutampigia simu daktari husika, kama atakuwa hayupo, atakuja atakuona na tutapanga ile matibabu. Na kama haiwezekani, tutakutafutia sehemu sahihi. Dokta. Naam. Uko nasema masuala ya matatizo ya uzazi, hii afya ya uzazi imegawanyika. Kuna kitu umezungumza hapo. Ndio. Imegawanyika unamaanisha nini? Asante sana. Imegawanyika kwa maana ya kwamba shida inaweza ikawa kwa upande wa mwanaume au shida ikawa upande wa mwanamke. Daktari ambaye ana deal na tatizo la uzazi kwa mwanaume na kwa mwanamke ni madaktari wawili tofauti kabisa. Hiyo moja. Okay. Yes, lakini tukija pia kwenye pili, unaweza ukawa na tatizo la uzazi ambalo linahitaji madaktari pia ni mwanamke, lakini unahitaji madaktari wa aina mbili. Mmoja ambaye atahusika na kuondoa chanzo cha tatizo, wa pili atakaye kusaidia sasa kubeba ujauzito. Sijui umeona? Yes, hapo kuna madaktari wenye specialties mbili tofauti. Okay, ngoja dokta. Kwa hiyo kuna matatizo yamegawanyika mara mbili. Ambaye kuna daktari ambaye ataweza kumtibu mwanaume na kuna daktari ambaye ataweza kumtibu mwanamke. Lakini tukishatibiwa kuna daktari sasa wa kufanya ili mimi niweze kushika ujauzito. Hebu twende sasa hapo. Yes, na hapo ndio pa muhimu sana kwa sababu nitakupa mfano. Kuna mwanamke anaweza akawa anahitaji kupata mtoto lakini kumbe akiba yake ya mayai imefanyaje? Imepungua au imeisha. Sijui umenielewa vizuri. Sasa ikifika scenario ya aina hiyo, lazima tumsaidie huyu mtu kujua yale mayai yake yana ubora kiasi gani. Na katika mayai 20 unaweza kukuta mawili ndio yana quality. Kwa kufanya selection ya mayai yenye ubora ili atupe uhakika wa huyu mtu kupata mtoto. Hiyo pia ni taaluma nyingine ambayo tunahitaji daktari wa kutusaidia kwenye eneo hilo. Kupata mayai yenye quality. Sijui umenielewa. Lakini kama hayana quality, yenye viwango kabisa. Yes. Kama hayana quality, lazima tumsaidie pia kupata dona, mtu mwingine ambaye atadonate kwa niaba yake. Ndio. Sijui umenielewa. Sema dona nika? Yes. Kwa hiyo lazima tupate mtu atakaye kusaidia hayo mayai. Sasa huyo mtu ni nani? Unataka awe ndugu yako asiwe ndugu yako? Maana wengine wanataka, wengi tunakutana nao anakwambia mimi akinitolea ndugu yangu hivyo vichamba atamsema.
kukosa miwa ongeza. Mimi namshangaa yule. Leo anajishaua anajiona ana mtoto watoto. Mimi ndo chanzo cha kupata. Kwa hiyo sasa hapo nyinyi mnafanyaje? Kwa hiyo ukisema mimi sitaki kutoka kwenye ndugu zangu, tunamwambia tupe vigezo. Unataka mtoto huyo mama awe na sifa zipi? Shombe kuanzia intelligence, akili, rangi, kama unataka awe mzungu, awe Mwarabu, Mchina. Jamani, unaweza kupata Mchina na wewe. Dokta, umenichekesha. Unajua umenikumbusha hivyo Mwarabu, Mchina. Kuna mtu niliona picha, nafikiri si Nigeria, mwanaume kasimama pembeni, mtoto Mwarabu, Nigeria. Baba mweusi, mama mweusi, lakini mtoto ana asili ya Kichina. Kwa hiyo inawezekana labda ile picha watu wakawa wanasema lakini walisema ni AI kama ilikuwa ni wanabatiza yule mtoto kwa alikuwa anazazi wa ubatizo. Alikuwa anabatiza. Dokta, tuendelee hapo. Yes, kwa hiyo hizo ni baadhi ya technology ambazo zipo na tutakusaidia. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi, kitu ninachoweza kukisema kwa wakati huu ni kwamba kukiwa na changamoto yoyote ya uzazi, yani sasa hivi haupaswi kulalamika na kusema kwamba nimeshindwa kupata mtoto kwa sababu teknolojia imetafuta solution ya kila kitu. Na juzi tulikuwa kwenye semina moja ambayo ni kuzindua teknolojia ya kuedit magonjwa. Yani wakati wa upandikizaji pale, kwa mfano let's say baba na albino na mama, labda una wasiwasi mtoto atatoka albino, tuna edit genes, mtoto anatoka sawa. Kwa mfano labda kuna vihatarishi vya mtoto kuzaliwa na ugonjwa fulani. Kwa hiyo tuna uwezo wa kujua kabla akiwa hajazaliwa uka-edit genes na yale magonjwa ambayo mnayahofia. Daktari, kabla ya kuelekea tena tutajie namba. Asante sana. Sasa unaweza ukafika Tanlink, tuko jijini Dar es Salaam, posta mpya. Jengo linaitwa Haidare Plaza, ghorofa ya pili, kwa changamoto yoyote ya afya ya binadamu. Lakini pia unaweza ukapiga namba zifuatazo: 0711 98 38. Lakini pia kuna namba ambayo ni 0744 73 57 70. Yes, hizo namba zipo masaa 24 siku 7 za wiki. Dokta, naam, ulikuwa unazungumzia vile vinasaba ndio ambavyo mtoto anaweza akavipata. Sasa mfano kuna mtu saizi anatusikiliza ni mjamzito. Ndio. Na yeye ni mjamzito, hajaja Tanlink wala nini, lakini anataka kucheki hiyo afya ya uzazi kupitia mtoto ambaye aliyekuwepo tumboni. Labda kama ulivyosema kwamba labda asipate vile vinasaba vya albino, ama inawezekana na maradhi. Je, anaweza kucheki kuja Tanlink Medical Tourism Agency mkampatia daktari au inakuwaje? Yes, kwa wewe ambaye tayari ni mjamzito, unaweza ukapatiwa huduma ya kufanya check-up ya afya ya mtoto wako ili kujua kama kuna vihatarishi vyovyote vya kuwa na changamoto yoyote. Hii ni huduma ambayo haijazungumzwa sana, lakini ningeshauri tunakoelekea ni vizuri ukibeba ujauzito, kwanza kabla ya kubeba ujauzito uweze kujijua afya zenu zikoje. Unajua bado watu siku hizi unakuta hata kwenye ndoa tumeanzisha kampeni, tutakutana pia na hawa watu wa imani ili tuwaongezee listi ya vitu vya kupima wakati kabla. Unajua sasa hivi tuna jambo moja tu ndio tunalicheki, lakini tuna mengi siku hizi. Tuna homa ya ini, ipo kuna mambo haya yes, umeona na magonjwa mengine yana namna ya kuyazuia kabisa. Kwa hiyo kuna listi fulani inabidi tukaongeze. Wewe unaendelea kusema. Sawa, kwenye mada yetu ya kijamvi daktari, tunaangalia kwa nini sasa hivi yani kumekuwa kuna ongezeko kubwa la changamoto ya afya ya uzazi kwa wanaume na kwa wanawake. Yes, changamoto kwanza inasababishwa na lifestyle, mfumo wa maisha. Hivi unajua kwamba matumizi ya pombe kupita kiasi yanaweza yakavuruga hormone na yakasababisha mayai yakashindwa kupevuka vizuri? Hapo sasa sijui umenielewa. Kwa unamkuta binti amesimama juu ya shughuli hatari,
anavuta shisha tu, shisha na glasi anakamata. Yani kuna watu wanavuta ule moshi mpaka unatokea kwenye masikio za masikio, anautolea, anafunga, anautolea huko. Umeona hiyo moja. Pili, hivi unajua kuwa na uzito kupita kiasi, siku hizi watu wafanye mazoezi. Zamani mabinti wanacheza zile lede na nini, siku hizi yani ni wote wanashinda tu kwenye smartphone, Instagram. Kwa hiyo lifestyle hii imepelekea watu ile physical activity haipo, hawafanyi mazoezi. So mafuta yanavyozidi kwenye mwili yanavuruga hormone, uwezo wako wa kushika ujauzito unapungua. Tatu, ulaji. Yani siku hizi unakuta mtu asubuhi hadi jioni anafakamia mama. Hukuti vile vyakula vile vyenye anafakamia kama anahama. Kwenye ukiangalia kwenye mlo wake asubuhi mpaka jioni haukuti protein wala mboga za majani. Ana maandazi matatu, ana chapati, awali kiporo, anakula utazani anatoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine.